Mimi kama kiongozi, jana nilieleza kidogo, natamani Grace iliyoachwa na founder, mwanzilishi wa Grace. Mimi sio mwanzilishi wa Grace. Aliyepewa maono ya kuanzisha Grace ameenda mbinguni. Jina lake ni Elisamia Nko. Baba yule alikuwaga askofu wa jimbo wa makanisa ya KLPT, na askofu wake mkuu alikuwa anaitwa Philemon Tebananoson. Wako pale Lindi Street, Dar es Salaam. Ni moja ya askofu ambaye kipindi fulani wakati nalelewa na mchungaji ambaye askofu wake wa jimbo ndio alikuwa bishop wetu Elisamia Nko. Wakati nalelewa hapo, Samia Nko ndio aliyekuja kuniwekea mikono pamoja na mke wake, wakati nachaguliwa kama mwinjilisti wa kanisa. Na kwa kuwa mama askofu Nko yupo na shughuli zake pale Karatu, wanaelewa vizuri sana. Na baadaye ukawepo hali ya kutembelea matawi ya KLPT. Mojawapo ndio mara ya kwanza nikamwona askofu mkuu wa makanisa ya KLPT Tebananoson, ambaye Mungu amemlinda mpaka sasa yuko hai. Ndiye ambaye pia alikuja kutubariki alipokanyaga kwenye tawi letu. Na baada ya hapo, kwa kufupi, hatimaye baadaye askofu ambaye Mungu amemchukua Elisamia Marari Nko alipata maono ya kuanzisha kanisa la Grace, na akachukua hatua mbalimbali ya kuondoka, pamoja na kuandika barua, pamoja na kwenda Dar es Salaam makao yao makuu. Hatimaye askofu mkuu akamridhia na akampa kibali na barua, baada ya kumwelewa Mungu amemuita aanze huduma ya Grace. Maneno hayo alinieleza mwenyewe ukiwa na mke wake, na mimi nikiwa na mke wangu, kwa uthibitisho. Na baada ya hapo kaanza kanisa. Na wakati wanaanza kanisa mimi sikuwepo, lakini kanisa ilipochukua mwaka moja, Mungu akaniita na akaniongoza kwenda kumwona askofu Nko. Saa hiyo nilikuwa nimekwenda Karatu kumwomba Mungu. Mungu ananiambia nenda kakae mbele zangu siku 3, nitasema na wewe. Mapito yangu yalikuwa ni magumu sana ya kuandalia utumishi. Nakumbuka kuna mchungaji wetu mmoja ambaye alipelekwa kule, anaitwa Elisha Sarakikia. Kipindi fulani kanisa la Karatu ambalo sasa linaongozwa na mchungaji wetu Pastor Fabiola Joel, alikuwa mzee wa kanisa. Kanisa lile lilikuwa lina migogoro kila wakati. Sasa alipopelekwa Elisha nimemfahamu kipindi hicho, kwa sababu miaka ya nyuma Mungu alinituma King'ori, nikaenda kukaa siku 14 kuomba. Elisha alikuwa mzee wa kanisa kwenye kanisa lililoko pale King'ori, na walinipokea pamoja na mchungaji wake ambaye anaitwa mchungaji wetu Yose. Na mwanzo walinikataa, wakasema tumekuwa na matapeli wengi, wanasema Mungu anakuja, waombe Mungu, lakini wengine wameibia vijana wetu, kwa hiyo na sisi hatuna nafasi hapa, tutakuweka wapi? Lakini wakati huo walikuwa na mkesha, siku ile ilikuwa Jumatano. Wakasema basi naomba ngoja baadaye tukitoka kwenye mkesha tutaona. Lakini wakataka wasana, sisi tukitaka kuomba hapa kijana wetu huwa tunaenda mlima Sakila, wananionyesha mlima. Iweje leo wewe Mungu anakuongoza uje huku King'ori kuja kukaa maombi ya siku 14? Na hojiwa na mzee Yose
akiwepo na Elisha Sarakikia. Nikamwambia hata mimi sijui kwa kweli, ila nachoamini Mungu amenisisitiza zaidi ya mara 2, sikukurupuka jamani. Kwa hiyo Elisha akasema kijana huyu namfahamu kwa sababu yuko kwa mchungaji Joseph Naaman Ngaramtoni Arusha, kwa sababu alikuwa anakuja kufanya semina mara kadhaa. Akasema namfahamu tu kwa njia hiyo, lakini mambo sijui Mungu amemwambia, mimi sielewi. Bahati nzuri nikapata kibali machoni pao pa kwenda, kanikaribisha na mimi kwenye huo mkesha, kwa nikakaa pembeni, wakaanza mkesha. Kidogo kuna mama ambaye nilipokaribishwa nikasalimia, sema kuna kijana yuko hapa anasema Mungu amesema naye kuja kuomba maeneo ya huku. Wakatumia tu hekima nzuri. Sasa na sisi tuko kwenye mkesha, kwa hiyo msije mkamwona mkao unajiuliza maswali. Kwa hiyo yule naye amekuja, nafikiri Mungu tu atamsaidia. Yuko mama ambaye kanisa lilikuwa pale karibu na kwake, anaitwa Mama John. Huyo mama yao ambao ni mzazi wa kina Rogate, ambaye ni mama mchungaji kutoka Namanga. Yule mama baada ya mkesha kainuka, ya kabla ya mkesha kainuka, kainua mkono akasema, mchungaji, nilipewa maono ya mtu huyu wiki moja iliyopita. Nimeambiwa atakuja na alivyovaa hivyo hivyo. Naambiwa nimpokee, nimpe chumba hichi hapa kwenye nyumba yangu, akae siku 14. Muulize Mungu amesema atakaa siku ngapi? Nikamwambia siku 14. Yule mama akapiga kelele. Ndio ikawa mwanzo wa mimi kupokelewa na kupelekwa kwenye hicho chumba, nikakaa siku 14. Wao watumisha wakawa wanakuja kila baada ya siku 3 kuja kuniangalia hali inavyoendelea. Ninaelezea haya ili upate picha fulani. Na baada ya hapo Mungu akanisaidia, kamaliza yale maombi. Wao ndio walifanya juhudi kuhakikisha na kula chochote. Nilikuwa niondoke kesho yake, wakanizuia, sema mpaka upate nguvu vizuri. Wakatafuta na fedha zao wakanipa, maana sikuwa na fedha za kurudi. Kwa sababu hiyo, kumbe Elisha baadaye akainuliwa kuwa mchungaji, amepelekwa Karatu. Sasa Mungu ananiambia nenda Karatu. Nilipokwenda Karatu, mtu mmoja mchungaji wangu aliniambia, Elisha siku hizi ni mchungaji yuko kule Karatu, ila alikuwa kuja kufanya semina. Sisi nilikuwa tunamjua kama mwalimu wa neno la Mungu. Kwa nikaondoka kwenda, maana Mungu ananiambia nenda Karatu, kakae mbele zangu. Kwenda Elisha kanipokea. Kulikuwa na nyumba ya ofisi imejengwa kwa fito, wakakandika kwa matope, juu wakaweka bati la kulaza. Elisha kanipokea kwa kuwa ananifahamu, akanipa hiyo ofisi. Nikakaa hapo maombi ya siku 2. Ile naenda ya 3 usiku, Mungu akaniambia utaondoka hapa kutoka sasa na kuunganisha na askofu. Kaniambia kutoka sasa askofu wa mchungaji wako Joseph Naaman, askofu wake ni Mbise. Akanionyesha Mbise. Hapo akaambia kutoka sasa wewe askofu wako ni Elisamyanko. Akaniambia nenda mfuate Arusha. Anajua wachungaji hawatuambii sisi mimi nilikuwa mwinjilisti wa kanisa, kwa hiyo mimi sielewi mambo mengine. Kumbe askofu Nko wameshakaa kikao cha jimbo na ameshaaga kwa utaratibu na Mungu alivyomuita, lakini wachungaji wake akiwepo wa kwangu ambaye alikuwa ananilea hakuja kutoambia. Kwa hiyo mimi najua kwa vyovyote Elisamyanko ni askofu wetu wa jimbo. Hasa inakuaje leo napata maono, naambiwa mfuate, maombi yako yanatosha, sasa mfuate. Na Elisha nilipokwenda alinipokea tu, akanipa sehemu ya kuomba, hakunieleza anatumika na nani. Mimi najua yuko KLPT. Kwa hiyo asubuhi sikuwa na simu, na mngojea tu aje. Saa 1:30 Pastor Elisha Sarakiki akaja, maana yuko hai mpaka sasa. Natoa ushuhuda huu ili kila mtu akaulize. Alipokuja
Akaniambia, "Elibariki." Namwambia, "Naam." "Uko salama?" Nikamwambia, "Niko salama." "Uko vizuri?" Nikamwambia. Akasukuma mlango, mlango kenyewe kameegeshwa, tukasukuma. Akaingia. Akakaa kwenye kiti mtumishi wa Mungu, na mimi nikakaa. Kaniambia, "Bibi, mbona kama umejiandaa?" Nikamwambia, "Nimejiandaa, nimeambiwa maombi yangu yanatosha." "Unaenda wapi?" Nikamwambia, "Nimeambiwa nimfuate Elisamia Nko." "Imekuwaje? Mbeleza." Nikamweleza nilivyoeleza. Basi akaniambia, "Ulikuwa hujui? Mimi sasa tawi hili nalo liangalia, hili tawi ni la Grace. Hili tawi ni la Grace. Sio la kila pita, ni la Grace. Mzee ameshaondokaga na barua ameshapewa na baraka ameshapewa. Ndio maana naambiwa hivyo." Sasa nikamwambia, "Inakuaje mchungaji wangu likotoka huko naambiwa yeye ndio askofu wake ni Mbise?" Nikamwambia, "Nimeona mtu mmoja kwenye picha ambayo napewa, mtu mmoja amepanda kidogo mweupe, ana maji ya kunda hivi. Sijawahi kumuona kwa macho." Nikamwambia, "Huyu ndio askofu wake." Akaniambia, "Mungu amekuambia sahihi. Sasa ndio askofu wao kweli." Acha nikashangaa. Akaniambia, "Kwa kuwa Mungu amezungumza na wewe, ngoja nikupe nauli." Kumbe mimi sina hata nauli. Akanipa pesa, akafurahi, akanionyesha, akaniambia, "Nenda Arusha, ukifika Mianzini, barabara ya kwenda kwenu Ngaramtoni, nenda kama unaenda Tengeru, shuka pale wanaita kwa Mrefu." Nikaondoka. Nikafika mjini. Kapanda magari Mianzini hapo, nikafika kwa Mrefu. Kufika kwa Mrefu, nafikiri kama sio wewe ilikuwa kijana mmoja alinifunguliaga geti. Kadogo alafu keusi. Akanifungulia, kanaangalia, kana macho mekundu. "Halo, we nani?" Nikamwambia, "Mimi nilikuwa nataka nimuone mzee." "Ndio hapa?" Akasema, "Ndio hapa. Pameandikwa bango pale WDA." Nikaingia, huyu bwana akanipeleka. Akaniambia, "Simama hapa." Nikasimama pale nje. Yeye akaingia ndani. Kulikuwa na watu kama watatu. Wa kwanza alikuwa askofu mwenyewe marehemu Samia Nko. Kulikuwa na somebody anaitwa Urio. Alikuwa anaishi Dar es Salaam. Mweusi hivi anaitwa Urio. Alafu na bwana mmoja anaitwa nani ambaye ameendaka, alikuwa mwalimu, kwa nini namtoa kwa jina, alikuwa anaitwa nani, ameendaka Kenya, Mshabala. Niliwakuta watatu wanakunywa chai, wanaongea mambo yao. Alafu akamwambia, "Mwambie ingie." Huyu bwana akaja. Kaniambia, "Umeambiwa ingia." Niingia, nikaingia. Nilipoingia namna hivi. Wakanitazama. Nikaona askofu anatoa miwani hivi sasa. Akamwambia, "Mzee Mshabala." Ndio huyu nilikuwa nawaambia mambo yake. Ndio huyu niliambiwa huyu. Nataka hii historia ikae vizuri, maana na rekodiwa. Isingekuwa wana rekodi nisingeongea. Sasa mimi nikashangaa, sasa kuna nini? Ni huyu, hata hawajaniambia kaa. Najua askofu wetu alikuwa kama mwanajeshi, na alikuwaga mwanajeshi. Baadaye akaniambia, "Kaa hapo bwana." Akaniambia, "Wewe, Mungu ameniambia nikupe vibali vya kwenda kufanya huduma. Mungu amekuita, ni wewe au si wewe?" Nikamwambia, nikawa nibaki natetemeka. "Ndilo hilo Mungu anaambia, mfuate huyu, atakupa vibali ukaanze kazi yangu." Mapito yalikuwa magumu sana. Ndio maana nawaambiaga mtu hakondagi masikio. Mwili uliisha lakini masikio yalikuwepo. Kwa hiyo kutoka hapo ndio mwanzo wa kuniona kwa karibu. Baadaye nikamwambia, "Si ulikuja, si ulilelewa na?" Nikamwambia, "Si wewe ndio ulituweka wakfu kuwa mwinjilisti." Akasema, "Sasa kijana wangu, nimekusahau, sababu sio kila wakati tunakutana." Baba yule alikuwa mnyenyekevu akisha kuelewa. Kwa hiyo ikawa ndio hivyo. Sasa nataka niseme, alitujengea hiyo misingi, nyinyi mnakumbuka, pamoja na kanisa changa na mapito ya kila namna. Lakini mwisho ndio yeye, kipindi ile mimi nachaguliwa, akatoa uhuru, ambia chagueni. Kati nachaguliwa mimi kwenye kikao cha kwanza 2006, kama mnakumbuka. Viongozi waliokuwepo mlinichagua kwa katibu mkuu mtendaji. Mzee yule akakataa.
mmeshapiga kura na zimepita, naambiwa mimi ndio katibu mkuu mtendaji. Yeye alipopokea akasema mimi nakataa. Kwa kuwa ni askofu mkuu, ilibidi tumsikilize, maana ndio mwenye maono. Akasema Elibariki Sumbe hastahili kuwa katibu mkuu mtendaji, anastahili kuwa makamu wa askofu. Akaniteua kuwa makamu wa askofu saa hiyo. Kwa hiyo ule msingi alioweka na alifuata katiba, maana nilichaguliwa mkuu mtendaji. Sasa leo yeye anapangua wakati anajua watu wamechagua. Alikataa kwa sababu ndio mwanzilishi na aliona mbele. Na ndio maana nikawaambia, baba huyu kabla hajafariki alinichukua mimi na mke wangu na mama Tuma ambaye ni mke wake mama askofu, alinipeleka King'ori. Hata jana wakati naongea na mama kanikumbusha mambo mengine. Wakati tuko pale anatutembeza eneo, tukaenda kumwona mama yake mzazi, kipindio bado yupo, alikuwa na udhaifu wa miguu. Tukamsalimia, sema huyu ndio mama yangu bwana, na nataka nijenge nyumba hapa ambayo nikifa Sumbe angalau nitafikishiwa hapa, usingoje tu uzeeke kama akina askofu fulani. Akawataja, mimi nataka niwe mshauri, nyie ndio mtachukua hii kazi. Nikamwambia baba, hapana, mimi huku nimepata vya moto, ni sitaki kitu bwana. Akasema hamna, tuko na mke wangu, tuko na mke wake. Sasa mambo mengine ni siri za ofisi. Na baada ya hapo tuliendelea vizuri, na mwisho Mungu alipokuja kumtoa na tukamzika, na hatimaye tukakaa kama wana Grace. Nashukuru asilimia kubwa hatujasalitiana. Mapito yalikuwepo, mimi siangaliagi watu, mimi namwangalia shetani anayetaka kuharibu mpango wa Mungu alioanzisha Mungu mwenyewe kupitia yule founder. Lakini tutashinda na zaidi ya kushinda kwa ajili ya utukufu wake. Na kwa sababu hiyo, ndugu zangu,